tuangalie aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, waqala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Na Mtume alayhi salatu wassalam anasema siku hiyo atashtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amwambie Mola tabaraka wa ta'ala, inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, hakika watu wangu wamefanya Qur'ani ni kiguru, hawifati tena. Umma wangu mimi Muhammad bin Abdullah umeletewa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haifati tena Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani imegurwa. Haya ni mashtaka Mtume alayhi salatu wassalam atashtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukumbuke wazi ya kwamba kwenye ulimwengu pamoja ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam ameudhiwa, amepigwa, amefanya kila aina ya kila kitu, lakini hakuwahi kushtaki mashtaka kama haya. Lakini shtaka hili Mtume alayhi salatu wassalam atashtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Shairi anasema, lillahi ya Ramadhan ya shahra nada wa ya mausimal anani wa rahmati, mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio mwezi ambao kwamba ni msimu wa neema na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. idh anta fika anzala Allahu dhikrahu qur'anahu ma'i tuja dhulmati, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ukumbusho wake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ukumbusho wake ni upi? Qur'anahu ma'i tuja dhulmati, ni Qur'ani yake Allah subhanahu wa ta'ala, kazi yake ni kuweka mwangaza, ni kuondoa giza tororo ambalo kwamba kila mwanadamu alikuwa amezama kwenye giza hili. Hii ndio faida ya Qur'ani. Lau mwanadamu ataikamata Qur'ani kisha imwache kwenye sehemu aliyokuwa nayo, asiwekwe sehemu njema aliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, bado itakuwa Qur'ani imegurwa katika ulimwengu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kugurwa Qur'ani mara mbili. Kuna kugurwa Qur'ani ya kuwa watu hawaitaki tena hasa. Ni wangapi katika sisi majumbani kwetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio misahafu ichukuliwe ikafutwa vumbi? Mwaka mzima wapita, Qur'ani imeshika vumbi na uchafu na kila aina ya uchafu, lakini Ramadhani ikifika utaona mtu anachukua Qur'ani ifuta vumbi, kisha haifuti tena mpaka Ramadhani ikifika. Sasa Ramadhani kwamba inakuja nyingine. Hii ni ishara wazi ya kwamba Qur'ani imegurwa, na ndio maana sababu ya Mtume alayhi salatu wassalam kwa maneno yanayotolewa habari na Allah subhanahu wa ta'ala, kauli atakazozitamka siku ya Kiyama. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi, isomeni Qur'ani, kisomeni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Qur'ani ndio chombo ambacho kwamba siku ya Kiyama kitawaombea wale waja waliokuwa wanaisoma katika ulimwengu. Rasul sallallahu alayhi wasallam, siku ya Kiyama mtu aliyekuwa anaisoma Qur'ani duniani ataambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka akhiri ayatin taqra'uha, soma na upande katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mwisho wa mapando yako katika pepo ya Allah
kisha baada ya kuwafundisha masahaba wanaondoka aya 10 hawarejei kwa Mtume alayhi salatu wasalam mpaka wawe wamefanyia kazi Qur'ani ambayo kwamba wamehifadhi mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wangapi katika sisi tumekihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na kuhifadhi kwetu bado kitabu tavuta bangi, hali ya kuwa kitabu kimejaa kwenye vitabu vyetu? Ni wangapi katika sisi bado moka na kila kitu twala kila wakati, hali ya kuwa mpaka mtu huenda akakukumbusha wewe aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakudirekti wewe ambao kwamba wampatia nasaha aya ambayo kwamba yakataza vitu hivi, akakupatia wewe, ni ishara wazi ya kwamba sio hoja wanadamu kuhifadhi kitabu cha Allah, sio hoja tena watu waje wakitekelezee haki kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Rasulu sallallahu alayhi wasallam alipowaamrisha masahaba wake, anawaambia masahaba, jifundisheni kitabu cha Allah, kisha baada yake nendeni mkafundishe waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kitabu chake. Angalia masahaba wa Allah, angalia Salim maula Abi Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhuma, masahaba waliokuwa tayari kukisoma kitabu cha Allah, masahaba waliokuwa tayari kukitekelezea haki kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi kama Qur'ani itakuwa shafia li ashabi, ndio masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam.